pa kutendea kazi. Inaufanya mkono wa Mungu ushindwe kuokoa. Jamani, Mungu ana nguvu, hana nguvu? Ana nguvu, hana nguvu? Ila mbele ya dhambi hana nguvu. Unanielewa namaanisha nini? Ukitaka kujua Mungu hapatani na dhambi, mwangalie Yesu msalabani ilikuwaje. Yesu ambaye ni Mungu Baba, Mungu Mwana, aliyetumwa kuja kutuokoa, alipokuwa msalabani, Biblia inasema ameshaibeba dhambi ya ulimwengu. Akiwa msalabani ameshatendewa yote. Mata ametemewa, misumari amepigwa, mijeledi amepigwa, watu wamemweka taji ya miba, yuko msalabani. Maandiko yanasema Mungu Baba kwa kuwa ni mtakatifu akamwacha kwanza kwa muda. Alipomwacha akagundua nimeachwa, akalia kwa uchungu msalabani, akasema Eloi Eloi lama sabachthani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ni kilio ambacho ilitoka kwa uchungu, kwa sababu anatakiwa mwokoe mwanadamu, lakini mwanadamu amejaa dhambi, na hiyo dhambi imeataki watu, inagharimu kifo cha mtu. Nataka nikwambie, dhambi inaua, dhambi inaua, dhambi inaua. Kimbia dhambi kwa jina la Yesu. Yesu alilia, ameachwa na Baba, ameachwa kwa sababu ya dhambi, lakini ilibidi iwe hivyo ili litimize kusudi. Leo wewe na mimi tunacheza tena na dhambi. Kuna watu wanaokovu wa ajabu sana, wanakusakusa dhambi, wanacheza na dhambi, na nukanuka tu ovyo, wanafanya vitu vya ovyo. Wanajifanya kujihami, na mtumishi wa Mungu akipita huku wanapita wanazunguka. Wajanja kweli. Yani mtumishi wa Mungu yani nataka nikwambie, humkimbii huyo. Kuna mmoja ambaye jicho lake liko kila mahali. Ukienda gizani yupo, ukienda shimoni yupo, nenda kokote, jifiche kokote, yeye yuko anakuona kila mahali. Yeye yuko kila mahali. Yeye anaona kila mahali, anaona. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hii roho ni lazima tupambane nayo kama kanisa, kama watu tuliokoka. Amina. Unapokuwa unafanya vita ya kiroho, usifanye vita kwa mazoea tena. Shambulia roho ya dhambi kama roho nyingine. Kumbuka nilikwambia, dhambi ni roho, ina akili, ina ufahamu, na ina masikio. Unaweza ukaiambia ikasikia. Dhambi inaweza ikawa ndani ya mtu ama nje ya mtu, na ikiwa ndani ya mtu ni dhambi ile ile, ikiwa nje ya mtu ni dhambi ile ile. Madhara yake ni yale yale, matatizo yake ni yale yale, shida zake ni zile zile, mauti yake ni ile ile. Kwenye Biblia hakuna mahali ilipoandikwa mshahara wa shetani ni mauti. Ukinitafutia hilo neno, naacha uchungaji kesho na kuwa mshirika. Kwenye Biblia kabisa, Mtume Paulo mwenyewe alipoongea mambo yote akamalizia pale mwisho akasema mshahara wa dhambi ni kifo. Sasa hili dunia ambalo mpaka linalipa watu mshahara wa kifo, unawaza ni kitu gani? Wewe tumikia dhambi kwa kujificha, wakimbie wachungaji, wajifiche kanisani, ukiwaona mashemasi jifiche, ukiwaona zina nikimbia. Wewe fanya yote kwa namna unavyojua.
unajua mwisho wa siku kifo kitakumbua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niligundua walokole wengi hawajui kupambana na dhambi, ila ni wababe kumkoromea shetani na wachawi. Alafu bahati mbaya na hata wanaowakoromea wenyewe wanawazaba makofi. Kwani hakuna watu wanaozabuliwa makofi na wachawi? Tena hapa Makambako nimekaa, ni mwenyeji na paelewa vizuri sana vituko vya hapa na vijua. Naelewa kabisa kwamba kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Tufanyeje ili kuyataki hilo itoke kwenye maisha yetu? Manake kama Mungu aliona inaweza kumuotea mtu, ikakaa kwenye mlango wa mtu, ikamtamani mtu, ikamkamata mtu, ikashindana na mtu, hii roho tuifanyie nini? Bwana Yesu asifiwe. Nimekuonyesha kwa sehemu tu asubuhi, nikakwambia hakuna maombi hatari kwenye maisha ambayo hata shetani mwenyewe akiyaona anayaogopa, akiyasikia hata anatamani kuona kwamba jamani, kama hukumu inasogezwa kwangu hivi. Hakuna maombi yenye nguvu yanayomrudisha mtu kwa nguvu kwenye uwepo wa Mungu kama maombi ya toba. Lakini leo walokole waulize toba wanaombaje? Wanaomba toba kwa juu, wanaipapasa, lakini wao wanaamini kabisa akibomoa wachawi ndio ameomba kweli kweli, aking'oa ameng'oa kweli kweli. Lakini unakuta huyu anayeng'oa ndio anayeng'olewa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, badilisha sasa namna yako ya kuomba. Omba maombi ya toba kwa kumaanisha. Yaani toba ifanye ndio maombi yako ya safari ndefu. Fanya vita. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Waebrania 12:1 anasema, na sisi kwa kuwa tunazungukwa na wingu la mashahidi wengi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito. Waebrania 12:1 na 2. Aliyefika naomba asome kwa usahihi zaidi. Fanya haraka mume wangu, nataka tuombe. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, ndio, na tuweke kando kila mzigo mzito, ndio, na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hapo anasema tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, ila kuna kitu kanatuzinga kwa upesi hapa. Anasema tuweke kando kila mzigo nini mzito. Dadangu, umbea ni mzigo, uchonganishi ni mzigo. Tupa pembeni, chana nao. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema na tupige mbio kwa saburi. Maanake tujitahidi kukaza buti, tukimbie kwenda, kwa sababu huku tunapambana na jambo ambalo ni gumu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujue namna ya kuishughulikia hii dhambi. Tunapoomba maombi ya vita, tusiishie tu kubomoa wachawi, waganga, mizimu, mapepo. Hao ni vitoto sana. Hivi kama shetani mwenyewe anasubiri dhambi ifanye kazi ndo aje? Hawa
Yaani shetani mwenyewe anavizia umetenda dhambi ndio aingie. Hawa manake ukifanikiwa kuidhibiti dhambi unaweza ukawanasa hata makofi tu. Ndio vitu za wanasa makofi. Kaa chini, kaa chini, kaa chini, wewe kaa chini. Umenisikia? Amen. Lakini umejipa kazi kubwa. Yaani unapambana na vidagaa unayaacha makubwa yale kule. Yaani mtu anapambana na wachawi, anapambana na mizimu, anapambana na mapepo, alafu hapo amesahau huyo anachongea ndoa ya mtu ivunjike. Ameshindwa kupambana na dhambi ya uongo, uchongezi, usushi, wizi, usinzi. Lakini anataka nini? Shetani. Shetani anachokifanya atajikunja tu kwenye kona yake. Umemwona ndio mnyonge wako? Anajikunja tu kwenye kona, sawa, umeniweza. Atakapokurudi anakukorota. Sasa najua na wewe utarudi tena kule. Ndio maana leo kumekuwa napiga nikupige. Unapiga leo, unapigwa kesho. Unapiga leo, ndio maana mnapigana. Lakini mwenye mamlaka hapigwi. Nasema mwenye mamlaka hapigwi. Mwenye nguvu hapigwi. Kwanza Daudi alipompiga Goliathi kuna waharibu Wafilisti walimfuata. Kama asingempiga Goliathi nini kingetokea? Si wangewataki Wafilisti. Sasa wewe unahangaika, yaani unamwacha mkubwa unapiga hivi vidogo vidogo hivi. Kabla hujaanza kudili na shetani, dili na uongo wako. Kabla hujaanza kudili na shetani, dili na chuki zako binafsi kwa mchungaji wako. Halo? Kabla hujaanza kudili na wachawi unaowakimbilia, anza kurekebisha tabia zako mwenyewe ambazo unajua kabisa, unajijua. Hata leo umeamkia wapi ukaja hapa, unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Lazima kanisa tujifunze kushughulika na dhambi ili tumuone Mungu. Hatuwezi kumwona Mungu kama dhambi tunacheza nayo, tumefanya urafiki nayo. Thamani ya Mungu wetu inapotea. Maana ya Yesu kuja duniani haipo tena. Maana yake unaelewa kwa nini unapofanya dhambi inakuwa ni mbaya kuliko unavyodhani? Kwa sababu unamlazimisha Yesu aanze safari ya wokovu tena upya. Hiyo ndo tafsiri yake. Maana unamrudisha msalabani kwa namna nyingine. Maana unamtaka afe msalabani tena. Ndio maana hana urafiki kabisa na dhambi. Ila mtu akitoka dhambini akija kwa Yesu, Yesu anampokea tena kwa furaha. Ila mtu akitoka kwa Yesu kwenda dhambini, Yesu anajisikia vibaya. Kwa nini? Dhambi ndiyo iliyomtundika Yesu msalabani, sio shetani. Dhambi ndiyo iliyomfanya Yesu afe kwa ajili yetu. Na kupitia kifo chake sisi tukapokea msamaha. Sisi tukapokea wokovu. Sisi tukaitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo tunapoanza kwenda, kama tunataka kufika mbali, tunataka dhambi.